Kwa kuwa sisi tunamwamini Bwana Yesu, tunaishi ndani ya Yesu, naye ndani yetu, pembe yetu imetiwa mafuta mabichi. Haleluya! Imetiwa mafuta mabichi, kama Paulo asemavyo katika Wagalatia sura 2 mstari wa 20, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haleluya! Hebu nirudie tena kusoma hilo. Mbona pana uhondo hapa? Wagalatia sura 2 mstari wa 20, Biblia inasema hivi, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo ndani yangu. Na uhai nilio nao, haleluya, sasa katika mwili huu, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haleluya! Si mimi naishi tena, bali Kristo ndani yangu. Kwa hiyo hizo pembe za aina mbili tumeshaziona, pembe ya kiroho na pembe ya kimwili. Pembe ya kiroho inasimamiwa na Bwana Yesu, na pembe ya kimwili inasimamiwa na yule adui. Wapenda, pembe ya kiroho imefananishwa na pembe ya nyati, kwa kuwa nyati ni mnyama mwenye nguvu sana, hata akasirikapo. Na ndio maana mara nyingi nguvu zinazotajwa, Mungu wetu anajivunia nguvu za nyati. Hata anapotaja habari ya kuwatoa Israeli katika nchi ya Misri, anataja habari za nguvu za nyati. Hesabu 24 mstari wa 8, Mungu amenileta kutoka Misri, ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Atawameza mataifa walio maadui zake, ataivunja vunja mifupa yao vipande vipande, atawachoma mishale yake. Haleluya! Wapendwa, hii ni wazi kabisa kwamba kumbe Mungu aliwatoa Israeli kama kwa nguvu za nyati. Ukisikia na watu wa Israeli, alinitoa mimi na wewe unayemwamini Bwana Yesu leo hii, ina maana kukutoa dhambini, kukuingiza kwake ni sawa na kutoka Misri utumwani. Wapendwa, kila mfuasi wa Kristo anapaswa kuimarisha pembe yake ya kiroho, kwani hizi mbili zinapingana. Wapendwa, tunao Wakristo wengi ambao pembe zao za kiroho zimekwisha kuwa butu, sio kali, bila wao wenyewe kujua. Napokumbuka pembe, nakumbuka zamani niliwahi kwenda machungoni nikifuatana na watu wakubwa wanaochunga ng'ombe miaka ile. Madume ya ng'ombe yale makubwa yanapogombana huwa wanajeruhiana, lakini yale mapembe, wengine madume ya ng'ombe huyachonga mapembe yao, yanachongwa ili watakapopigana na mwenzake basi yasababishe athari. Lakini wapendwa, unapochonga pembe yako kwa kupitia maombi, unapochonga pembe yako ya kiroho kwa kupitia kusoma neno, unapochonga pembe yako kupitia kutafakari neno, unapochonga pembe yako kwa kuzivaa zile silaha 6, wapendwa, unaandaa pembe iliyo sharp ya kumchoma na kumshinda shetani. Haleluya! Wapendwa, hebu zifuatazo ni faida za kuwa na pembe ya kiroho iliyo imara. Zifuatazo ni faida za kuwa na pembe iliyo imara ya kiroho. 1, pembe yako ikiwa sharp, ikiwa imara, unapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Wapendwa, unapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Namba 2, kuongezeka mamlaka ya kiongozi popote, hata kwa familia na kwa wanaokuzunguka. Unashtukia unakuwa kiongozi tu, kila unapoenda wako watu wanafika mahali wewe ungekuwa hata mwenyekiti wa mtaa ungetufaa sana. Wewe ungekuwa mwenyekiti wa mtaa ungetufaa sana. Ni kwa sababu wameshaona pembe yako. Namba 3, kuimarisha ujasiri wa kuweza kupambana na adui katika ulimwengu wa roho. Ndugu zangu, pembe ya roho ukishaichonga kwa silaha hizo 6, adui anatetema. Faida ya 4, kuongezeka shauku na kuzidi kumtafuta Mungu. Wapendwa, unakuwa ni maskini wa roho. Haleluya! Ndugu zangu, katika kuongezeka shauku la kutafuta kumjua Mungu, wapendwa, kadiri unavyotafuta kumjua Mungu ndivyo unavyoweza kukuta kwamba kumbe bado hujamjua. Yaani unapozidi kutafuta kumjua Mungu, yaani unaongezewa hamu ya kutafuta kumjua. Msomaji wa neno yoyote ambaye ana tabia ya kusoma neno hawezi kusoma neno alafu akafika mahali akafunika Biblia ikapita wiki 2 3. Unaposoma neno na kutaka kumjua Mungu ndivyo unavyopata shauku la kutafuta kuendelea kumjua. Kwa hiyo ndio nasema
ninapotafuta kumjua Mungu, ndipo ninapokuta kwamba kumbe bado sijamjua. Linatimia ile neno ambalo Yesu anasema alipokuwa anafundisha hotuba ya mlimani. Anasema heri walio maskini wa roho, heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Wapendwa, maneno yale manane aliyosema kuhusu heri, 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 ilikuwa inathibitisha neno moja tu, kuwa maskini wa roho. Wapendwa, maskini ni tofauti na tajiri. Tajiri ametosheka, maskini ni muhitaji. Unatakiwa kuendelea kuwa muhitaji wa neno la Mungu siku hata siku. Bwana Yesu asifiwe. Ametokea mtu mmoja akaniuliza, sasa tangu mmekuwa mnaenda makanisani, katikati ya wiki mnaenda kujifunza Jumatano, siku ya Ijumaa mko kwenye maombi, ikitokea semina mnakimbia mnaenda huko, ikitokea mafundisho, mbona hamchoki? Wapendwa, tangu mmekuwa mnafanya hivyo, mbona ni muda mrefu, lakini sijasikia mna graduate, mnamaliza masomo. Siku zote mmekuwa wanafunzi, mna masemina, madarasa haya na haya nini, mbona hamja qualify? Wenzetu wakisoma, wakimaliza chuo kikuu wanafanya graduation, wakimaliza hata chekechea, wakimaliza miaka yao ya chekechea wanafanya graduation. Hasa nyinyi hamjafanya graduation. Wapendwa, heri walio maskini wa roho. Hakuna kugraduate katika kumtafuta Mungu, hakuna kumaliza katika kutafuta kumjua Mungu, hakuna mwisho. Utaendelea kujifunza mpaka unafika mahali pa kuondoka. Mungu anasema mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo ya mwanadamu, kama mbingu ilivyo mbali na ardhi. Mawazo ya Mungu yako juu sana. Wapendwa, nimetoa mifano mingi, mpaka siku moja nikatoa mfano wa wacheza mpira. Ni mcheza mpira gani ambaye anapenda kucheza mpira lakini hapendi kwenda mazoezini? Akiacha mazoezi maana yake ameacha mpira. Na mazoezi, wapendwa, ni kujifunza neno, ni kuhudhuria kwenye masemina, makongamano, ni kuendelea. Haleluya. Mungu akubariki sana. Ndugu zangu, nimeandika maneno haya na maandiko nimeweka, utasoma huko baadaye. Njia 4 ambazo zitakusaidia nimeziandika hapo. 1, kufunga na kuomba. Tutaangalia Mathayo 7:7. 2, kusoma neno na kutafakari. Utaangalia Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 15. 3, kufundisha neno la Mungu. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 42. 4, kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Wapendwa, kwenye habari ya kushuhudia, hebu nikwambie kitu hiki. Aliye naye Kristo anao huo ushuhuda, ni kweli. Asiye na ushuhuda, wapendwa, na ndio mimi nimeshauri mara nyingi makanisani, wapendwa, ibada zetu tunapozipanga, tusikose siku hata siku kuwa na muda wa kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Iwe miongoni katika ibada zetu za kila siku. Watu wengine wamekuwa wakishuhudia mwisho wa mwaka tu, wanangoja mwisho wa mwaka ndio muda wa kushuhudia. Hapana. Aliye na Kristo anao huo ushuhuda. Ushuhuda ni kazi ya kila siku. Yesu Kristo, baada ya kumponya yule kijana katika nchi ya Wagerasi, ametokwa na ile mapepo, ikawa kila akienda mahali yule kijana anapenda akae karibu yake. Kila Yesu akienda huku, kijana anapenda akae karibu yake. Kila Yesu akienda huku, mwishowe akaonekana ana nia ya kuondoka naye aende naye kule anakoenda Yesu. Yesu akamwambia, hapana, usinifuate. Ondoka, nenda kwa watu wa kwenu. Ebu nenda ukawahubiri. Ukifuata ile andiko anasema nenda kawahubiri. Hakusema nenda kawashuhudie, nenda kawahubiri. Wapendwa, anaposema waenda kawahubiri, ni kweli kabisa. Alikuwa hajaenda Bible school yule. Alikuwa ni mtu amepigana na mapepo na amepona. Lakini kuhubiri nini, wapendwa? Tendo la kushuhudia matendo makuu ya Mungu, hayo ni mahubiri. Sema amina hata kama hutaki. Matendo makuu ya Mungu, waambie watu matendo makuu ya Mungu. Hayo ni mahubiri tosha. Haleluya. Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wapendwa, kiwango cha juu cha maombi ni kufunga. Hicho ndio kiwango cha juu. Timotheo wa kwanza sura 4 Biblia inasema hivi, uyatafakari hayo, ukae katika hayo, kwani kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Watu wote wajue unavyoendelea katika imani. Wapendwa, unapotafakari neno la Mungu, ndipo unapoweza kukua kiroho na hivyo kuimarisha pembe yako. Unajua,
Kuna watu wanasema hakuna haja ya kuwashuhudia watu kwamba nimeokoka. Hakuna haja ya kuambia watu nimeokoka. Tena kuambia watu nimeokoka ni kujidai, ni kujikweza, ni kujiinua. Kutokuelewa. Sehemu nyingine tumesoma, Paulo anasema kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wanaokusikia. Mapendo. Matendo ya Mitume sura 5 mstari 42. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu Kristo. Unasikia? Wakati ule wa Matendo ya Mitume. Na kila siku ndani ya hekalu na majumbani kwao, sio ndani ya hekalu tu, lakini ndani ya majumbani kwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu, kwamba ndiye Kristo. Wapendwa, kufundisha na kuhubiri ni wajibu wa kila Mkristo. Matendo ya Mitume sura 10 mstari 42, Biblia inasema hivi: akatuagiza tuwahubiri watu na kuwashuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamuriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Waefeso sura 6 mstari 15, na kufungiwa utayari. Tumeshamaliza hiyo. Ndugu zangu, kibali toka Mungu na wanadamu kinazidi kuwa kikubwa. Kibali kutoka kwa Mungu na wanadamu, pembe yako ikiinuka, unapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Ndugu zangu, kibali cha biashara. Kila mteja anayefika kwako, kama ni mfanya biashara, atapenda kurudi tena, maana una kibali. Mafanikio kwa kila unachokigusa. Kinyume chake ni pembe ya mwili inayoongozwa na yule mwovu, ikitawala kila kitu. Hakiendi vizuri, biashara, ofisini, majirani na familia, kila kitu kinavurugika. Wapendwa, pembe ya mwili inasababisha kupungua kwa mamlaka ya uongozi kwa ofisini, nyumbani, kanisani na hata kwa majirani. Wapendwa, unaweza hata ukakuta umeshushwa cheo kazini, biashara zinaharibika. Pembe ya mwili. Wapendwa, pembe ya mwili, unakosa hata ujasiri. Hali hii husababishwa na kufifia kwa pembe. Ujasiri haupo. Ujasiri wa kimwili, ujasiri wa kiroho unakimbia. Wapendwa, pembe ya kiroho inakuwa dhaifu ikiwa mtu hataki kusimama katika mambo haya. Ndugu zangu, kama husimami katika hizi silaha 6, pembe ya kiroho inapotea. Ndugu zangu, tuangalie katika Zaburi ya 75 mstari wa 10. Biblia inasema hivi: pembe zote za wasio haki nitazikata na pembe za wenye haki zitainuka. Ala, wapendwa, kumbe wanadamu wana pembe, na Mungu anamtumia mtumishi wa Mungu katika Zaburi hapa, anamwambia atuambie kwamba pembe zote za wasio haki zitakatwa na pembe za wenye haki zitainuka. Ndugu zangu, tunazidi kuona umuhimu wa silaha za Mungu tunapokuta katika Zaburi habari za pembe za wasio haki kukatwa. Pembe za wasio haki zitakatwa. Tuangalie katika Samueli wa kwanza sura 1 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Unasikia? Wakati Hana anaomba kwa kuchezesha midomo, Eli alifikiri mama amelewa. Lakini tuangalie hapa Samueli wa 2 mstari wa 10. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe yake, pembe ya masihi wake. Wapendwa, somo letu linaishia hapa kwa andiko hili ambalo nakuachia. Samueli wa kwanza sura 2 mstari wa 10 unaosema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Wapendwa, Mungu akubariki sana.